Table manners. Kabia table. Hapo mnasikiaje chief vile amepika hapo manze? Hakuna. Okay, one, hata ni bahati tu hujaweka supu leo. Okay. Kwenda huko. Kwani wengine ilikuanga na supu? Kwani Unakuanga na ujinga. Tangu weke supu kwa sukuma bro. Sije hiyo sukuma. Hiyo sukuma ilifanyaje? ngoja. If Unaweza pika kwako. Uko na wife. Unaweza jipaka makeup. Come on. Ayo. Mara ya mwisho wewe kwenda church, chwani ilikuwa itofinje. Kwani inaitangwa? Kwani inaitangwa? Kai. Hajaelewa bado. Nishaelewa. Finje ni nini basi? Ni chwani. So the last time watu walikuwa tumia jina finje, ndio maana kama mwisho kaenda kanisa. Sisi tumesema wala hii ilikuwa AI. Episode 1, section 2. Continue. Action. Umelock? Nimelock. Mlango ama? Unamaanisha kulock mlango? Ama chakula kwa mbali na mimi? We, Usiache kelele. Guys, yani nishamaliza mandazi. Ni Kev. Kev umekula mandazi 2. Uongo. Kama umekula 2, yeye angefaa kula 2 na mimi nikule 2. Ulikuwa umetaste moja. Zilikuwa 35. Mandazi ilikuwa ya 35. Hizo ni mandazi 3. Iwe no, zilikuwa za 55. Mbona tununulia mandazi za 55 bro? Umekula moja kula. Hizo ni mandazi 7. Hiyo moja nilisema nilioja ndo kila mtu akule 2. Kwa hivyo wewe umekula ngapi? Mimi nimekula moja. Unafika kukula 6. Na wewe umekula 2. Si ndio ya pili? Umekula 3. Nini 3? Mandazi 3. Hapo mnasikiaje chief vile amepika hapo manze? Hakuna. Okay, one, hata ni bahati tu hujaweka supu leo. Okay. Kwenda huko. Kwani wengine ilikuanga na supu? Kwani unakuanga na ujinga. Tangu weke supu kwa sukuma bro. Sije hiyo sukuma. Hiyo sukuma ilifanyaje? Mimi niliweka kwa sufuria na after nimeweka nyasi, kitunguu, nyanya. Umeweka nyasi? Hiyo time nilikuwa na stay ile base zenye nilikuwa naishi pale kwa bed sitter. Ulikuja vizuri sana. Kwanza mimi nilipika ugali. Akaniambia atiwezi pika ugali ya kisiagi. Ugali ya kisiagi. Nikapika ugali. Akaniambia ati nitapika mboga. Mse, chakula nakuja na deep hivi ugali unatoka na kidhufu hivi. Acha ujinga, haikuwa supu. Ilikuwa nini? Alafu unapikaje nyanya? Nyanya ni za kala? Si nyanya za red. Kwa mbona chakula yako inakaa white? Ameka ngoja. Umeka turmeric kwa mayai? Acheni. Weka turmeric. Ni mayai ni ya yellow. Kwani mayai inakuanga ya kala? Sio kala. Bro, mbona mayai yako by the way inakaa white? Si bora okay, si yako of course ni ya kuku. Mayai yangu. Yaani umepika. Yako ndio venye inakaa wewe kuenda. Mayai zangu ni mimi niko nazo. Na nani amekataa? Kwa nini kuku? Sasa unatakanga saa ngapi? Ukiona giza mama angaza. Simwachana na mimi. Sawa. Wewe mwenye na edit hapa. Aya tulikuwa tuna record. Hata nauliza hii shot imefika wapi? Si tutaanza lakini. Sijakata imefika wapi? Kufika wapi aje? George Rege bro. So maki chenye kimeandikwa acha ujinga ati George Rege. Nawezaje andika nini George Rege hapa? George Rege ni? Ama ni handwriting imekunice? Hii si handwriting yako. Hiyo si yako. Hapana. Hapo tunajua ni ya kuku. Table manners. Kabia table. Hey Joe. Sawa. Anyway guys. Wait. Continue. I was to introduce the show. Nani introduce? Introduce hata wewe. Niambia disha hivyo alafu nijipekee kuintroduce kwa intro. Wagwan. Yajeni majamaa. Oza. Yeah, welcome to Liz. Sema tunajiita aje? 2 DJs 1 MC. Sasa sinajua nilikuwa nataka tuwaseme. Sasa nimesema pia anataka kwa intro. 2 DJs 1 MC. 2 DJs? Ma DJ ni wale 1 MC. Kierere ndio hii. Of course. Definitely. Benye.
Mbenye baba na mbenye hapana. Mbenye na kambaya. Hata hiyo mbenye sikia mbenye. Nasikia maanisha kaki nini? If you know, you know. Moment of silence. Mkosho utapata tu mafans tukifanya hivi. Tutapata. Now, wewe maliza introduction ndio. Maliza introduction ndio tuingie na nini? Haya. Basi acha nimalize introduction. Ngoja. Kuta inaingiana sawa. Maliza introduction. So was ni ajini majama MC Jomaina hapa hivi, kijana tall, dark and inspiring, and we are here welcoming you to the very first episode of 2 DJs and 1 MC. Nilikuwa na expect tutakuja tukue tuna mix DJ na mix, mimi nikiongea nikifanya bla bla. Anyway, tumeamua kuketi, hakuna mashini mbele yetu, tumbo zetu ndo mashini juu tunakula. Ni aje? Yeah, I'm MC Jomaina, God's masterpiece mwenyewe. Yeah, welcome, karibu sana. Finya hiki kibaton, bofia hiyo button imeandikwa subscribe, bofia. Kisha atakubofia, tafuta kengele. Hiyo kelenge. Hiyo kengele. Hiyo. It was intentional, guys. Hiyo kelenge. Hit that button. Hit it. So subscribe, alafu kisha gonga hiyo kengele, ndio anytime tuna upload manzi unakuwa uko rada yetu, ama ndivyo sivyo ndivyo. Introduce. Hi guys, I go by the name DJ KV is the one and only, the mix lover, the Dex. Nini miguu? Oh, sawa. Nini? My guys, I go by Emocom. Amekuwa na madarasa wa kamba. Nini? Si utulie. Hey. Sawa. Anyways guys, mimi naitwa DJ KV is the one and only, the mix lover. I'm the one of the DJs. Unaniona hapa. Na alafu pale handsome boy, baby boy, mkipenda mweke mademu wenu mbali. Walai. Wait. Walai. Amesema walai. Okay, sawa bro. Sawa. I go by the name DJ Max 254. You go. Where are you going? Hey, and then you'll come back. Tenda mbali tutarudi. By the way siwezi rudi. Unaona hiyo stuff ya nini? Ya kuenda mbali. Mbona unarudi? Na si ni mbali tu, si ukae tu na huko. Ni nini? Why? Haya. My question is, hujamaliza introduction yako? Nimemaliza. Hatujui unaitwa aje. Wanaona kwa shati. Majina ya ID? Ndio maana nimetoa logos hapa. Show off. Haki jina yake ID hatuwezi amini anaitwa hivi. Nitasema tu one day. Lakini imagine mtu anaitwa Joshua na tabia ni za Farao. King Solomon. No, my names are not Joshua. Okay, do I look like Joshua? Haitu Joshua. Nasema kitu inakaa kufungwa kilemba. Example, Joshua lazima kwa amefungwa kilemba. Of course, mbona unaitwa jina ya watu wenye? Nasema hivyo na nilikuwa nitango Joshua by the walai. Serious. Okay, wait. Bro, acha kutobema. Serious. Ngoja mzee wangu alikuwa nitango Joshua. Sasa ningeitwa Joshua. Nilikuwa nataka kuuliza, ulijua jina ulikuwa mtu huyo ulikuwa na nini? Si angekuita tu Joshua bro. Bro, hiki kichwa by the hizi manywele singetosha nini? Ongeangi miai ni nini? Ongeangi hivyo. Ati mkoro wa miai. Bro, acha kucheji language juu umeona kamera. Shengza last year. Kwani wewe ni Wanakuru? Kaptembwa. Bonda. Bonda. Ati Cape Town. Nadhani Kaptembo. Nax Vegas manze, Nax Vegas. It's a Nakuru city. Okay, by the ile kwa city. Okay, though Kaptembo iko kwa city. Iko mbali sana. Bro. Plus kuna jua. Kisimu cha na mimi. Na wewe ujui. Okay. Yeah, though hajui si ati. Yeah. Disco ni hajui. Of course. Okay, nani amepika hii chakula? Si mimi ndo nimepika hii food. Kwa hiyo demia kwako huko ndani. Okay. Nani amepika hii chakula? Si mimi nimepika. Mara unacheki wale ma MC wa nini? Wachache. Mara ya kwanza, mara ya pili. Nani alipika chakula? Kev. Okay, Joe. Wait. Nimewait. I think wait yangu ama sijui 90 bro. Bro tunajua kwa one wait. So si unyamaze tu. Nini?
Hapa mtu anaweza potea tu na upepo sinikevu tu. Nani mwingine? So, let me ask. Like me. If you are married like I am. Manze. Unaweza pika? You lucky Bro. Ai. Ndio unapika. Si ndio? You can. Unakuwa romantic once in a while. Oh wait. So wewe umetupikia hii ni romance? So unataka nani? Hapana wewe hapana. Siongea tu kweli. Bana hizi kwa ametupikia kwa romance. Yeye ndiye amesema. Romance yangu. But amejibu kulingana na swali yako in marriage. Okay, wait, mbona unapika? Si kwa unaweza pika. Mseka mimi napenda kupika. Ndio mna taking long before moe. Sitaki kusema hivyo lakini okay. Miaka yangu hijaniruhusu nikuwe nimeoa, so sija take long. Bro, uko na miaka 35 ni nini unangojanga? Kisha na wewe 35. Sinajua ID yako ni nini? Nini yako sijui saa hii. 35 miaka 35 natoa wapi? By the time naafika 35 nitakuwa na watoto 6. Hapa mtoto ni huyu tu. Baby boy. Ngoja, mbona sema huwezi pika? Kwani kazi yake ni? Wait, for me kupika unless nipike nyama naja depend. Anaweza kosa si lazima apike kila siku. Si kila siku. Mamwambie leo wewe atoe pumzika chata. Si daily. But my question is, wewe ni lini mwisho ulipika kwa hii nyumba? Mtamuuliza. Okay, I think the last time, okay, siwezi jua ni lini, but the last time nilipikanga githeri. Kwa hiyo that is my favorite food. Ulikuwa unampikia mwako ajipikia? Nilikuwa najipikia ikabaki akaipata. So kitoka job akaipata. Okay, where reason yako ya kutopika ni gani? Time yenye uko na wife. Juu niko na wife. Ni wa nini? Nisi nitusaidiane. Kazi yake si kupika peke yake. Sikatai, okay, hiyo ingine of course lazima. Achana ya kitanda. Hiyo lazima. Okay, yes. Hiyo hata hatuwezi bishana. But hiyo si kazi yake peke yake. Sikatai, but bro, so wezi amka siku moja tu pikie. Hiyo atagoja. Hiyo atagoja. Okay. Na venye mnakuwa mmegoja tarumbeta. Okay. Tagoja. Guys, ladies, avoid such men. Bro, I'm already. Hapana. Ni sawa. But kuna people like you out there, so avoid such men. Usipike bro. Usipike is the one of the example. Hiyo kizungu iko sawa. This what? Bro, unajua tunaweza endea tu school fees yako tulewe. Tukule mandazi. Huyu unless tulewe. At least tuone tu. Hiyo kizungu ni mbaya? Yeah. Kizungu nilipata B minor. Si mbaya, ni very bad. I'm very bad. Hii maji. Anya madheni mnaleta chakula hapa alafu hata tu chakula hapa alafu hamleti serviette ni nini? Sasa. Wacha sasa nione. Onyia mkuli. Mimi niko sawa sasa hii. Unajua alipikiwa asubuhi. But I don't me of course nilikula asubuhi na nikakula mpishi. I don't see the reason why you should not cook for your partner. Mimi sisemi hivyo. Okay. We. So mimi kwangu inaweza kuwa tu ngumu. So you believe as long as wife ako wewe will kitchen. Nashanga naendea. Na kama na akiwa na bola ama akiwa. Tulikuwa na wewe jana nikitishwa kitunguu. That's the reason as to why, by the way, that's the reason as to why I do fear kuingia hiyo kitchen. Kitunguu moja. Kitunguu moja. Anakuja kumsharusha vitu barabara. Cheki tunaenda na hawa see nje. Okay, sawa, tulikuanga club. Then mtu ananipigia simu ati, "Hey, babe, ulipika? Kwani ulimaliza vitunguu?" So hiyo hata unanipea tu, siwezi ingia hiyo kitchen yako tena. Juu nani nafaa kushughulika mambo ya kitchen? Sasa mimi nitashughulika kutafuta pesa ama kutafuta nini vitunguu na nyanya. So hata akiwa msiki kile hapo itanyezi jifanyie kitu. Hiyo ni that is nini? That's another case. But so hakuna siku tunaweza mwa tu kwa romantic kumpikia just as a guest of love. Sasa okay. Hii issue mnaipusha romance. Ya romantic, sijui kupika ni romantic. Bro, situende tu dinner nje. Ama lunch nje. I have a question. Does your wife work? Yes, she does. You also work, eh? Of course you know. She comes home tired. Okay. Okay. She comes home tired. So do you. Okay? Let's say for example, for instance, umefika home mbele yake. Inakuanga ngumu. Oya mwanake. Mbona story ya mademu umenyamaza? Wewe kwani? Nangoja malize hata mimi niongee.
tuseme umefika home mbele yake. Wewe umefika home around 6. Yeye atakuja saa 3 saa 4. Maybe kazi imemweka. Do you want tell me utakabila kukula ngoja mpaka yeye akuje apike ndo mkule tena pamoja ama utapika then akuja apate food at least afila amepikiwa? One to me of course to me mzee safi to me tena zimeisha bwana. Zilikuwa exact. Zilikuwa exact. Bros to me okay, hata zimeisha kuna nyingine. Vitu vya kila kitu huku unatumianga excess. Kuliko mandazi umekula ngapi? Sasa mimi ndo last born hapa. Wanani? Demia Kev. Kwako anajiita mwanaume hapa anajiita last born. Is this who you're calling up? Alafu nikijua tu demo yako. Namhurumia tu. Namhurumia. By the guys I'm single. Guys. Basi asiada nyinyi mnajua niliacho. Wewe kuacha umeacha Guy wewe. Ilikuwa ndio kuna pale kuna potential bana. Of late. Cheki, Ujango aliingia hapa. Kitu ya kwanza tu ni ninyamaze aongee kwa call. Nani? Bro hata si okay. Siniko naongea na client. Uliniambia aje? Kwa client. Danganya. Ni voice note. Danganya nitoe hiyo kamera. Ni voice note ilitumwa. Na voice note kutumwa nika ngoja achana na voice note. Voice note ilitumwa after tume review nini? Sijui tulikuwa tuna review nini kwa TV. Hiyo mix yako. Ngoja. America ya Kevis. Ya Kevis ile ya nini? Color grading. Ukaniambia, kuna place hapa nimechizi. Kuna maneno alikuwa anafaa kuenda. Napo nilikwambia hapo Max ndakupeleka. Guys, watu by the way. By the way. Kuna place ulikuwa uende Burugwa hii. Leo. Na sintena saa 10. Na anaenda commit na si dema hadi. Ndume. Tunaenda kufanya nini? Nini ile kitu ya Chapati Fest na tunaenda kwanza hizo preparations. Sawa. Like ni fest ya chapati. Ebu tulikuwa Max wewe ulikuwa unajibu swali yangu aje nimekuuliza. Na sirudie swali. Hata usirudie bro. Your answer? My answer is hadi naweza mjibia tu hata hakuna judge. Ebu sasa ujibu. Wewe hawezi pika. Niangoje basi akuje. Huwezi pika in that instance yenye nimekupea you can't cook for your lady akuja apate food iko ready. Maybe mnasikia venye nimeraimisha. You can't cook for your lady upate food iko ready. You guys msanii. Sasa ni watu wa Ndondori tu tunaelewa. Ndondori wanakunywanga unajua nini kwa gambut. Uji na gambut. Okay, hiyo stuff hiyo kwa kweli ama ni ujinga tu za watu. Mandazi inatoshananga masikio. Na mandazi zinatoshana masikio ya ndovu. Kitu so unaweza jifunikia mandazi kabla nketi. Manze. Sasa mnataka kumaanisha nini maumbo hizi? Wewe ni wa Ndondori? Wife yake ametoka Ndondori manze. Sisi tumesema wala hii ilikuwa AI. That means ngoja if unaweza pika kwako uko na wife unaweza jipaka makeup come on ayo no. Bana uko na village mentality wewe. Ngoja mbona unaosha vyombo? Uko na village mentality. No uko na village mentality. Mbona unaosha vyombo? Mimi ndaosha vyombo. Si utaosha, si you helping out. Okay, tuliambiwa kufanya ni kufua, siwezi fua nguo. Bale kwa kufua wacha tubai mashini. Nitaosha, naweza osha hadi nyumba, naweza osha vyombo na nipike. Na si ni mtu wako mnasaidiana naye. She's women, ladies, ama your wife comes to your life as a helper. Hajakuja ka slave. Nani amesema amekuja ka slave? Sasa si tunamwacha afanye kila kitu. Kuna kazi zingine cheki, nimwambia achukue kamera. Aende huko hizo magari juu. Magari gani? Zile tu si unajua gari zenye anafanyia kazi huko. Aende huko juu. Ama nimwambie achukue hii machine. Asonge hapa Redigo. Asimame hapo for 8 hours kwa hiyo stage. Sawa. Wewe unajifanya hapa nikaa ujui kazi zenye tunafanyanga. Sikatai, but si pia yako na kazi yake yenye pia anafanya. Wewe akwambie uende ukae hapo hivyo ukishautia watu hapa hizo vitu anauzanga. Utaenda? Nitaenda. Hata ataenda ajaribu Kenya. Mimi si MC kaa wewe na yeye. Bibi yako ni MC. Akwanga tu kaa MC. But okay, what do you think? Pata na mwanaume kwa road tu hivi tu. Amejipaka tu makeup. Okay, one. Sahi lakini wako wengi.
Ana unajipaka But bro, makeup wako yeye. Mbona unajipaka makeup? Ana ni wanaume. Ni nini huna? Sasa ubonge ni nini? Mbona unajipakanga makeup? Oh yeah. Sawa. But me I feel hiyo issue ya kupika and all that ina nini like it's something romantic gesture to your girl ama your wife. Because I mean unamsaidia hata yesi anakusaidianga. The fact that wewe unaenda kutafuta do and all that, then unarudi kwa nyumba unapata vitu ziko ready and all that, she's helping you. Of course. So the same thing pia wewe unarudisha tu mkono pia yeye unamsaidia. Na make sure nywele yake iko sawa. Of course. Kucha zimetengenezwa. You know Na kama pia anataka kuonja chakula ya mzee unampikia. I mean, okay, chakula ya mzee unajua inaweza kuwa nini? Ndio nimetoa, tumeenda tumekula dinner huko. Hapana, nasema ile kuna wenye who appreciate. Na wenye hatujui kupika tutafanya? Mbona hujui kupika kama mwanaume? Mbona najua kupika nikiwa mwanaume? Hiyo si profession yangu. Si mambo na profession. It's not about profession. Mbona dem amesomea accounting na anajua kupika? Accounting ndio huyo dem anakaa tu kupika. Accounting ndio profession yake. Kupika nayo ni kitu tu mtu ujifunza. It's actually an art. You learn it. Hatuelewani. Utashinda hapa na historia. Haya sawa basi. Conclusion, Siwezi. To me, I can cook for you, manze. I can cook, I can wash. Even if you want me to wash you, I can wash you. Yeah, you get it. Manze. Sasa hatujui specifically unaambia nani but yeah. She knows. Okay. Yeah. Wow. Unaweza kuja tu testify ama anafanyanga hizo stuff. Tunamjua. Love is a beautiful thing. Love is a beautiful thing. Created by God. Yeah. He who finds a wife finds a good thing. Yes, like I am. But now si utunze that good thing too. Yeah. Kwani natunza kupika? Ipikie lakini once in a while. Isaidie kuosha nguo. Isaidie kumop nyumba. That good thing isaidie. Ninam. Dust nini? Toa vumbi kwa curtains. Ngoja unaweza mop nyumba? Akuuliza tu. Kuinama ama ile ya kumop ile. Mop anaweza tumia. Hiyo ni sawa. Si nilikuwa naosha before hata akuje. Nini? Ni wewe ushaipata nyumba yangu ikiwa chafu. Uko kama hata vyombo ni shida kuosha. Wewe nyamaza. Wewe ushaipata nyumba yangu ikiwa vyombo ziko sahihi ni unaosha hata. Mimi hizo vyombo tumekulia. Last time kuosha vyombo pia. Nilikuja kupiga kelele huku na ni nyinyi manugu hizi. Wewe unaosha. Mimi. Sasa ona kama huwezi osha vyombo mahali penye sisi tuko. Sasa kwa bibi yako hata unaweza hata kuuza kijiko. Sinajua hata glass unaweza agagia maji hivi after umetumia kweli. Sinajua anakuja. Basi umsaidie at least. But nani okay ngoja, nani amepika ngoja? Nani alikuwa osha ngoja? Nani alikuwa osha vyombo last time? Ni wewe. Ni mimi, si ndio? Ziko clean. Leo si ni wewe na nini? Leo si ni huyu amepika. Huyu amepika, mimi nikaendea soda sasa hujapika. Wewe hujafanya kitu. Ni nini? Hapana kuna venye tunaweza weka hapo kwa nimetoka 8th floor mpaka chini. Hiyo nimeban calories. Sema kwenye tunaishi bro. Kujua usiku na DCI huko. Lakini uko 8th floor. Bado msanishi karibu na binguni. Hii building ni utakangi wageni. Ghorofa 12, no imagine tuko 8th floor. Uzuri ni kwamba si le wangu. I have a father who never ever fails me. I have a father who never ever fails me. Jesus is my kwenda sana. Okay. Unajua situlia. Mafala. Zote mbili zilikuwa zinafanya kazi kwa TV ya gospel. But the funny thing, umefungua kidonda. Ni ukweli so. How now do you expect wakose kujua ngoma kaa hizo? No, but pia bado si Sunday school bado hizo huko kwenda Sunday school. Sasa sisi hatuko tunaimba hizo. Sasa nyinyi hizo ni za watoto wamekuja tu juzi, bro. Nini? Lakini tu mwanzie mzungu ore na hare. Benato watu rose. Nini nyingine unataka? Hande tu berera inde. Kev goja. Ni sawa. Meshinda hapa mkisema mambo ya romantic. Sema ukweli, unatembea na demu yako kama umemshika mkono kwa tao? Vitu rahisi. Simple things. Those are the little things that matter. Lazima unaona vile mademu hujua ku mark territory. Wewe mwanaume mark territory yako mzee. Mark territory. Mark your territory. So Kev, ngoja, unaweza feel akichokozwa mkiwa na yeye? Mara mingi sana mimi. Ngoja mimi jibu swali, acha kuepuka. Unaweza feel. Wacha ajibu afu mimi nijibu yangu. Feel as in unaweza like umetembea tu hivi tao, mko tu zenyu mnaenda tu shughuli zenyu 1 2 1 2. Then before mfike pale 3,
kuna mwanaume ashamfungia jicho ama ashamchokoza ile tu nani aje madam. Sita feel vibaya. Nikwambia kwa nini? That shows yeye ni mali safi, yeye ni mrembo. Sina maanisha kwa na mali safi. Sio ninatembea na mali safi. Shida ni if yata feel amekuwa disrespected, you know anaweza feel vibaya. One thing for me, na hii kitu ndio mimi husema kwa mtu yote mseme kama I'm dating someone, sitashinda nikipeana. I don't want to give so much information. But if I'm dating someone, mimi naambia mtu I protect what I love. And by that I mean siwezi tolerate mtu akija kuchokoza. Ile I'll approach you nakwambia. Yeah, keep distance. She's mine right now. So let me ask. Okay, hujajibu. Ama ni the same? And the same thing. Ni ile tu I'll also stand up for my. Unaona hii burugwai ni zile za watoto wa shule. Ile ya goja. Let me yeko wote mwalimu. Unachukua mikono hivi juu naambia jo. Nasikia. Amejibu. Bana yangu ni hivi. Niulize nikwambie. Unaweza feel mkienda mkitembea mnaweza tembea na demu yako tau umemshika mkono. Mine is to weko hot mwalimu has said. Nimekuambia tu. Jo, ulipata ngapi? Okay, anyway, hizo tuta review. Hizo. Naweza definitely I can. Of course I would. Now, if I had her, simshike si kwani ni wanani? If I had her right now tungetembea hata naye sasa tukiwa tumeshikana tu mkono. Hapa usoi kuja naye kwa podcast wewe. Sawa. Isaac atakuja tu siku moja. Hapana. Si kutakuwa na edition ya kuwaleta. Lazima tutawaleta. Kutakuwa na edition ya kuwaleta. Yes. Okay. Yes. Hakuna mtu anahurumia. Oh. Gai. Kuna pale tutashikana kidogo. Ile wimbo wa Jiro inaimba. Neko nyita ngire. Ni kwako kutanyita na si eti. Hado hako nyita nawe. Weka. Kai kwanza. Tuipe how long? Miaka 2 ama? Hii mwaka kwanza. Tuache mwaka isha. Na sasa hiyo si hiyo miezi 2 ni mingi ni nini? Birthday yangu ni next month. Bro, okay, why do you say okay? Why do you celebrate a birthday? But sijawahi celebrate your birthday. Me too, and I'll never do that. No. But me wana watu wakienjoy. Uliza huyu. Me I normally even na hata kwenda job juu niko na bash. Wasienda kuniosha huko. Me I don't. I mean is ona penye side tuko. I think it's high time we as men, juu ningesema we men, ningekaa tunajita women. It's high time we as men bro mtu mzima sawa mtu akona akili. It's high time we as men start appreciating the little things and they also make us lively at some point. Tunakuwa tumejifungia a lot of let me talk. Tunakuwa tumejifungia a lot of things. Let me start by saying that. Tunakuwa tumejifungia a lot of things. Wewe niambie uwezi sikia vizuri ukikuwa gifted kitu on your birthday. Sasa uniletee ekedekie. Okay. Wewe niambia huwezi feel fit ukiwa umegiftiwa kitu venye pia wewe gift mtu wako. You will also feel nice. Umekuja ukagiftiwa kitu kwa zile za somebody is thinking about you. Unaona? But now as first men, hata niseme wale wenye kuna village mentality ama ile akili ya kitambo. So nataka kusema horera. Wale wenye kuna that mentality ya kitambo wako zile za as a man you should let me say it toxic masculinity. That's one thing to unajifanya umeelewa hiyo. Umeelewa hiyo hadi vile siwezi itamka. Kwa kutamka sema responsible. Kara ile kakiruta. Jana uko naweza kuisema. Wewe jana sijui mbona sikuwa naweza mrembo. Wewe hebu sema huyo dem ni responsible. Kev, tunaenda tu school fees yako. Hiyo tunalewa. Hiyo tunalewa weekend. Haya, huyo dem ni responsible. Huyo dem ni responsible. Wewe sawa. Sasa atakupigia huyo responsible wako. Muuliza kana za kwa responsible. Ni responsible. Uwe ngoja mbona simu yangu haiko kwa nare. Let me finish point yangu kwanza. I was saying it's high time we as men start appreciating vitu zenye pia ziko kwa life. Wana venye the same way unaweza gift msee kitu pia si wanaume pia it's high time tujipende hadi sisi. Yes, but me I don't know, but as for me najuanga I'm a giver. But I do give. Of course. Nayo hata yeye like hata nikiwa na msee kumgift and all that I do give a lot. But hata niyo ndio ilikuwa swali yangu. Wewe ati? Wewe birthday yako sijai ku gift? Alibayanga makuku pale bypass. Mashingo. Hapana.
Hazi kwa shingo ilikuwa kuku. Kwani kuna kuku ng'ombe bro? Kwani kuna kuku ng'ombe? Hey. Nini? Bro hata simu yako ujui kwenye iko. Hii jamaa. Si ndio ile huko? Unadiki set ni nini? But Kevin ni mwai ku gift hadi trouser. Mwanaume kuna vitu zingine usini gift. Aziz. Si trouser si una gift bro yako. Kwani? Bro yangu, wewe si brother yangu. Si ni bro, ni bro, mwitu huyu. Nimemgift. Si hata wewe ni bro. Nani Bro. Sisi ni mabro. Si ndio? Ai. Inigeke. So goja. Akiwewe. So goja. Mwanaume anaweza niletea tu Max kuna miaka ngapi? Kwani siwezi kuletea trouser sahi? Uvae like amekubaia trouser ina make sense at least. Kofia. Hiyo at least. Siwezi kuletea. Ni boxer. Ni vest. Swipe juu. Ni vest na boxer na hata socks siwezi. Bana hata vest ni too much. But inaweza usiniletee bro. Lakini usiniletee trouser, t-shirt, kofia, jacket, hoodie hizo unaweza gift bro yako. Uko na miaka ngapi Max? Okay, tusitaje miaka. Lakini wewe ni millennial. Ndio maana. Of course. Ndio maana tuelewani. Sasa hiyo ndio shida ya Gen Z. Hapa generation X. Kidogo kwa ancestor. Ananya kenyua. Next time si mimi nitavaa mic. Sitaki next time ukae hapa katikati. Nitakaa hapa katikati lakini acha hivyo. Lakini leo tumekaa. Wewe umbo wewe. Natoka hapa ujinga. Lakini hata ule hawezi mwanzisha anatoa. Nyinyi watu wazima wako na akili bwana. Amekanyaga. Maana hataki kupika, nimeelewa. Ndio maana apiki. Hapo ni kuna akishekele hapo. Msakishekele sufuria hiyo na ndani. I'm like goja. Au ni Kenya. Goja. Hizo akili mko nazo. Ndio mnatumianga tu kuvuka barabara nazo. Sasa tumeelewa. Kumbe ndio maana unachopika. Tumeelewa story ya kupika. Guys, tumeelewa story ya kupika. Tusha solve. Ni hizi ona the kirea yenye anapika. Now we get it. Tumekuelewa by the way. Tunaona akipika amesimama takai. Ungesema kwani ni wewe ndio unanichezeanga kwa gig zangu? Ngoja awe kwenda. Ungesema tu hivyo tumeelewa. Ngoja. Wewe ndio unataka kucheza kwa gig zangu, nachezanga hivi. Kishika wheels hivi. Tunaomba umesimama pale. Hasemi ukimix. Tunasema kupika. Tunasema kupika. Guy. Sasa ngoja Kev. Mara yako ya mwisho kwenda church ni lini? March date 4. Nini ilifanya uache kwenda church? Sitaki kwanza kunitonga aje kutoa kunini the wound. Bro, ongea Kikuyu hapo. Ndio eti sielewi. Asiwezi. Kwa mchezo video ndazimelala. Na wewe? Last month. Me normally actually it was like hii sana nimepita hiyo Sunday nyingine. Okay, me Sunday nilikuwa church. I do go to church every Sunday. Every but Sunday? Different churches. Yeah, but you don't go out of your own will. Ni kazi unapeleka kanisa. Sasa muache. Okay. Like acha niseme tu ukweli. Ile time niliendanga church like now this is the church like maadhi alinipelekanga so unafaa kwenda hii church. I'm a Catholic. Nikwambia mara ya mwisho niliendanga church. Bro. Nimekawia. Mara ya mwisho wewe kwenda church, chwani ilikuwa ilo finje. Kwa nini naitangwa? Kwa nini naitangwa? Kai. Hajaelewa bado. Nishaelewa. Finje ni nini basi? Ni chwani. So the last time watu walikuwa tumia jina finje, ndo maana mwisho kwenda kanisa. Nenda si tena hivyo kwenda. Kwenda huko Si tena hivyo tena. Time watu wakasamanga ashu. Ashu ilikuwa 10 bob. Mbao ndo ilikuwa inatangwa sijui blue. Blue. Kiruse 40. Ile 40 bob ya Kibaki. Najua. Najiuliza kama mbona unajua hiyo?
But unajua Nakuru walikuwa wanakujanga na nini okay, zao. though Nakuru either Walikuwa na sheng zao. Zingine za ufala. Hebu tuambie sheng moja ya Nakuru. Bro, mbona unakuanga na meno ya white? Kaptembwa. Mimi rich kid. Atu advertise. Oh. Rich kid. Yaani umelelewa Nakuru na uko na meno ya white. Hata si hivyo, swali ni rich kid na nywele. Nataka kila mtu kila akili ni nywele. Bro, at least mimi niko na zangu. Kuna wengine walinyoa tangu wanyoe. Ndio maana wafiki sufuria. Baito angekuwa na hizo at least. Reason yako ya kukosa kwenda church chana wewe. Acha Anatumia container. Reason yangu ya kukosa kuacha kwenda church. Sijaacha like kwenda. Ni venye tu nilijipatanga in a confusing situation. That is back in 2022. Yeah. Walikuwa wanaendanga church moja ndio maana unaona wanaulizana tu maswali. I was hurt by the people who I thought were the same. Mine is to echo what Mwalimu said. Me too, I think that's the same thing. Now another thing is me, I was hurt kwa the people who actually and the spiritual fathers and mothers. Let me put it that way. Inakufanya unakuwa na that trauma. Yeah. Like unabaki ukijiuliza if watu wenye unaaminia kwa church wanaweza fanya hii kitu. But that's why me wana debate huku nje ati yo enda church enda nini, and I'm like I used to go to church. Let me tell you what I experienced. Nilikuja kuhata church the first Sunday nilikosa kwenda kanisa ni after nimefutwa kazi. Because and I can account for this. Each and every Sunday I was spending my days in church. Each and every Sunday since nijijue hivi na hiki kichwa wangu kubwa. Of course, bro. Of course na ni kubwa by the way. What guy? Touch screen. Hapo tutaenda. Poleni kwa kuwajazia screen. Yeah, but since I knew myself actually, tangu nijijue, mi sijai hata Sunday kwenda church. Ati nimeamka hivi siendi hapana. Nilikuwa nabikingi shwa hata time fulani tulitumnikiwa NYS. Nilitumangwa pande za Mwatate huko ndani kwa msitu huko. Sunday ilifika hivi kani nimetafuta kwenye kanisa hiko. I can just like me, maisha yangu yote I always wanted to be kwa presence ya God. I still am. Ni venye tu kanisa kwanza you judge venye utajudge and all that, but me I have my own reasons as to why. Huko ipande tena. Ni kusema. Cool bro. Unajua kuna mtu anaweza mjudge. Yaseme uendi kanisa unasema umeokoka. Hiyo nayo. Wewe nani alisema kwenda church ndio kuokoka? Uliza utasikia. Kuna watu wanasemanga hivyo. Au? Yeah. Ati uendi kanisa. Kwanza ati umeokoka na uendangi church. Aje. Now what mimi nilipata kwa hiyo church and those na venye mtu umesema it's like the most person you think of udi atani guide. Sasa umeona hizi sasa kumbe hata endo saa mbaya. Udi mbaya zaidi. Kumbe hata saa endo shetani jina kubwa. Okay, nani? But endo nini you get what I'm saying. Yeah. Now for me I think ni scandals nimepatana nazo in church. First when I was a youth, I was so young by then. What I experienced, I'll not say it on camera because I know the guy knows what he did and can be used somewhere else, at least for now. Najua mahali ka process Okay. But I think venye tu umesema yule mtu unadhani huyu ndiye sasa anaweza follow anionyeshe like injia ya kwenda mbinguni, sijui nini about to know everything spiritually, being good. Nugu burukenge ya mtu ndio kitu mbaya zaidi. Ndio kitu mbaya zaidi. So mimi kutoka hapo nikasema acha chenye kidogo tu mimi napata Mungu, acha nifanye nisaidie tu kwenye nitaweza. So that is the reason as to why tunapata na mtoi na huko kwa barabara kwambia hana food, unampea tu. Juu instead nipeleke hiyo Burugwai jioni, kesho asubuhi ni saa to niende church Sunday. Monday asubuhi napatana na scandal, Nugu imepatikana sijui na wapi huku. Sijui kiliko kinalewa sijui na kina nani. Nyinyi mnajua hizo maskando za mapasa ama za na kina mafadha na hao spiritual fathers. Sasa nataka kurudi hapa hivi. Sio hapa tu karibu ule mwenye alipatikana nini? Yule Nugu hapa kwenyu. Hiyo jina Nugu umetumia sana. Josi ni Nugu tu, mbona unafanya hivyo? Unajua hata si ni Manugu. Wewe peke yako. Bro, unajua unakanga uko na mkia.
venye tu nafikirianga. So unajua ungekuwa Kanungu, ungekuwa Kanungu kana kaje. Okay. Though hii sura ni ya Kanungu. Hebu tumalizie story yako, achana story za monkey. Usiongee. Huyo baravuni. Burukenge hapa kwenyu huyo. Sasa mbona unafanya hivyo? Nani watoto wadogo sasa hivi. Then uko na following ya church yako iko na more than 200 people. Acha tuseme tu hata 200 hata kama ilikuwa more than 200 hiyo church ni big. Hao watu wamekuaminia, nao huyu ndiye tutafollow tuone Mungu hivi na macho. Then why should you mislead them? Why would you hurt their kids? Then not even the bono na mwanaume na huku nyuma. When we start talking about religion, I feel it may brainwash a lot of people. That's true. It has brainwashed a lot of people. Yes, kuna tusema religion ni nini, but I feel vitu zingine zenye sahi tunazi encounter. Maybe ni juu tumeput all our trust in this men wenye wanajiita men of God. Sorry to say wanajiita cause ni wengi sana wanajiita. Hapana, wanajiita bro. Like na feel to make a lot of trust in these guys. But unaona ile staff ya Musa sijui nani Samuel alikuwa anaitwa na nini? Na Mungu. Siku hizi kuna Mungu hawezi ita watu wengine siku hizi. Hata watu jiita. Wanajiita tu. Wewe unaamka tu na pombe zako unadhani tu umesikia tu jina yako imeitwa, unadhani tu ni Mungu amekuita. Alafu sasa siku hizi imekuwa that unafanya bako unaogopa. Ulikao mtu ni Mungu sasa. Like sasa nikae na budu. Kwanza kama okay, women maze, you are the people who are easily swayed by this, Not even women unaikaewa mama. Sema ladies. Yeah, ladies. I met a ladies. Anaenda kusalimia huyo pasi, anainama. Kanapiga magoti. I'm like, ni nini maana haka? Ni nini maana haka? Unapigia msee magoti. Wanasemanga ati respect you for what and all. But I mean, if that is not even respect. That is not respect. If you're not respecting the one mwenye ako there up above, dunia unamrespect akupeleke wapi? At the end of the day is a human being. Just like you. Hata upiga magoti anaomba. Wewe naye unapiga magoti na muomba. Even if it's respect, kuna respect ingine like that's too much. Kuna levels. There is levels to that. Levels. Why you bowing? You're bowing about to a human. What happened to the 10 commandments? Ile yenye nasema do not any for any other idol. Vitu zile zinaweza kasirisha mtu by the way. They can even make you create people say but it's not gone. Kanisa ni wewe. Kanisa that's a building. Your heart is the church. Yeah. Ndio maana nilikuwa napenda wazazi wangu. Tukiwa wadogo church ni tuende ni Sunday. Patane Sunday, okay, though I go through the catechism of course as a Catholic, which was good because whatever I know today ni chenye nilisoma hiyo time but si hayuko zile za leo ni Monday tuko na choir meeting, leo ni Tuesday tuko na kamukunji fulani sijui ya mama fulani tuna meet, tuko na ile small something, ile small clan group ile vitu inaitwa ngwa mwaki wa something hizo tu small something community hizo. Then so unapata mama akona wiki mzima ya kwenda tao. Hiyo ni ujinga ya kwenda church. Wewe ni ujinga hiyo si church. Hiyo ni ujinga. Unapata a whole woman inakwenda vizuri. Okay, yeah. Okay, a whole mzima bro. Mtu mzima. That's a lady that is akona bwana. Kwa hii nyumba apikiangi bwana chakula mzuri lakini ile siku tu pasta amesema anakuja chakula mzuri hata anaitabaka hata si hata wapikie pasta anakuja. Bro, umekaa miezi 3 hujai upikiwa kuku kwako. Hiyo njogo. Ngoja pasi akuje. Hiyo pesa inapatikana hiyo kupika hiyo kuku. Na ukikuja jioni ukitoka job napata tu mifupa tu. Hiyo ni kwa brainwash honestly. That's unapata siku hizi most pastors wanakulia nini wao wanakula their nini sheep nakula kondoo hapo hivyo nakula stock. But una expect kondoo ikiwa nono wewe unafanyanga aje nayo? Si unaichinja juu ni kondoo. Na si ndio hizi ni kondoo za Yesu, hizi kondoo za si ni kondoo zake za huyu burugua hii. Father hapana bro. Umefanya nini huku nje? Wewe umeharibika bro. Si God is a forgiving God. Kuna ingine kama nimekubali haraka. Kuna ingine Kev hapana. Kev umekubali haraka. Kev hapana. Me I think for me
mtu as in you be yourself. Then trust God. Huyo msi unaenda kuminamia hapo, hata yeye ameumbwa tu ka venye tu umeumbwa. Hakuna tofauti iko hapo. So instead ya kupita kwake kuomba, si uombe tu wewe mwenyewe. True. Like for me, mimi nasemanga hita au nimekuwa tu na maombi ya bibi yangu na ya madhe. Bro, mimi nasahau wingi tu. Unasahau hadi kuomba. Unasahau tu. Juu kwanza we are humans at the end of the day. But you trust to God to wache mambo mingi. But hata tukisemanga we are humans, au mapasa wasitumie kitu kujitetea. Because if kabisa wewe umejitolea kwenda kuserve God hapo hivyo mbele kwa altar, unajua wewe ndio unaongoza. Sijaipata na pasi hajaoa. So wanajua chenye wanafanya. Definitely. Wengi ni wenye wameoa, wako na familia. Yeah, I mean fathers ndo wanaambianga waasioe, but kuna father tunajua anakuwa ameoa. Ai. Okay, mimi wenye najua of course wenye hatuwezi disclose. Kadhaa wenye najua ni tuna nini na wao, tuna teremsha chupa na wao mnashiriki. Tunashiriki kanisa nyingine kutoka ile. Kanisa nyingine na wao. Wakitoka huko. But hiyo ni soda si wewe. Sugar rush. Kev. Like unajua fathers wenye mnashiriki na hiyo kanisa nyingine ya usiku nikifanya chuku tuko wengi, wako wengi, tuko kadhaa. Sasa mimi najua father mwenye ako na bibi na watoto si ako na wawili ama mbona mnamjua watatu? Nyinyi wawili mbona mnamjua mpaka specific kids bro? Alikuwa jirani mahali na alikuwa bado naenda kutoa mass. Vizuri sana though I thought nilisikianga kuna nilisikianga kama msemo fulani nilisikia ati hata father sijui akuwa ametoka kufanya dhambi gani akuja repent before atupee hiyo mass ako sawa. I'm like hey, really? You promised to God that you will never do that. But here ina oath. Sini oath. Sini oath. By there you took an oath. They do take an oath. Yeah. That's why the Bible inasemanga if umeamua kuwa stick na mtu mmoja, if umeamua kutooa, then totally stay away from it. Stay away from it. Tenda kuonyesha. Siko sure verse gani inakonga imeko ina certain nini. Inakonga imeko ina certain kerea. Kwa sawa, magidha iko sawa. Nini? Hata sisi tunatoa. Tatafuta nani? Tatafuta father. I think sasa anaelekea kukua father. Tamtafuta kuja hapa atuelezee everything. Hizo vitu zao. Juu kuna vitu mimi hata mimi nimelelewa mkao. Sielewangi. But I mean okay, juu huwa wanaambiwa wasifanye hizo vitu ndo wa-dedicate maisha yao yote kwa God. But if hujajitolea mbona unaifanya? But bro, ushaipata na sister ameiva? Manze akona gaha. Wewe ni mtu mzima, wewe ni mtu wa Mungu. But wako. You can't resist. That's why that's why unapata hizo vitu zinaendelea in house. Juu mabrother, mafather na masister. Bro, tumeenda church tu na nini ile job nyingine. Kadhaa walikuwa na kitu tulikuwa tunaita family day. Masister walikuanga hapo. I'm like, hey, Mungu unachukuanga tu ile mzuri. Huku wenyewe tu unatuachia tu nini tu. But uliona picha nini ya father fulani ilikuwa ina trade online. Ule mwenye maademu alikuwa ameunga. Jamaa ameunga. Mimi hata nilimwona I'm like, hey father. Hey. But I mean pia ukiwa father. Kwa socialite nini? I mean hata kama yeye ni father unajua bado anajimaintain pia yeye. Father anaenda gym. Ni father anaenda gym. Inakaa weird. Father anaenda gym. Na sinja tunajua sinja. So umepika tu sasa na umekula bro. Ukilala unafikirianga hivyo? Manze. Akishiba ni usingizi tu naongaa kwa akili. Na unafikirianga hivyo? Niko na shida usingizi man. Jana bro wewe tunaiamka. Wewe huko na sasa fly. Ati ndio muamsha? Jana unamuamsha tuende tukatafute nini na huku. Bro, si anaamka hata haoni mtu. Usingizi ni nini? Unakuwa na sleeping sickness. Unajua sijui ni Bible usema hiyo kitu. But najua kuna nini nasema Bible verse. Kwa Proverbs 10 verse 4. Sijui nilijulia wapi. Ngoja inasema lazy hands. Lazy hands Ebu Google. Unasema Proverbs 10:4. Proverbs 10:4. Yeah, lazy hands. I'm a slave. Some sort of. So, but I feel I'm diligent hands bring wealth. Yeah. Proverbs 10 verse 4. Yeah. Moral lesson of the story? Wait.
We are coming. Kidogo nisome. Juzi usiambiwe usome vitu kwa mic. Bro, usome vitu zenye hazi make sense. Proverbs 10 verse 4. Na somanga Bible. Kusoma Kazi kukunywa tu. Unachoma. haya, sawa. 10 verse 4 inasema idle hands make one poor but diligent hands bring wealth. Yeah. Elaborate it for us, brother. So, Mimi sioni kitu place na usingizi zinaingiliana kwa hiyo verse. Nyinyi mnasema tunapenda kulala. So hata kana nalala, Kuna ile yenye nakuanga ya a little sleep, a little slumber. A little. Wacha hii wako hata who ina warn about hiyo nini? Kulala. Sema hivyo. Sasa tusilale. Hiyo verse kwanza nakumbuka. My nini alikuwa deputy principal wetu nikiwa shule yenye nilikwanga high school. Alikuwa Mr. Peterson, ni Patterson ama Patterson Mokora. Hapa Mokora si Mkikuyu. Mokora. Yeye ni Mokora. Si mwizi. Eti Mokora. Hiyo siku ile tulikuwa tumeenda zile cross country za shule. Sasa mimi hizo time nilikuwa mlezi access. Mimi sikutaka kukimbia. So nilikuja sasa twende hapa nje uone. So nilikuwa among the last people kurudi. Aliniita akaniambia ndio some hii verse na Wikram utaniambia kesho ikiwa yote mzima. Nilishikanga hiyo verse. Hiyo ya kulala. Hiyo a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands and poverty will pounce on you like that one. Tu anike anapigiwa na nani? Utaandika hapa chini, andika hapa chini. Tunaanika. Nione shane. Utatupea copyright lazima hizo ngoma zako. Chukua kwanza ndio ni. Bana tongeka simu silent, ndio guo. Tumetakatia. Episode 1, section 2. Continue. Action. Hiyo pato line naweka. Situlie. What the hell? Alafu niko na iseme. Idea sema tu. Ni idea nini? Ama maviewer safai kusikia? Si utakata tu bro. Hapana, sikati tena, nimekata sana. Utakata tu. Nimekata sana. Unajua hata boss wetu anakuanga kata. Ni kata. Yes, umefikiria wallahi. Mbona una kichwa? Hebu kunywa. Cool down. Cool engine. Tani ujinga maumbo nini? Hii ni kula tunakunywa. Kwa sasa hiyo idea ishikilie tu hapo. Ishikilie tu hapo. Yaani kuuliza Joe. Acha nianzane na huyu. Muulize. Ina leo inakaa ni mimi nimetoka na topics zote. Na si tulikuwa tumeziandika. Acha kuambia hivyo hata tulikuwa tumeandika. Kevin, nini unaweza kumbuka? Lakini sasa yako ni show off, Nini unaweza kumbuka ya wazazi wako? Like kitu walikufanyanga weird. Something they did good, of course that is obvious. Kuna mtu anaweza sema wazazi wangu walinifanyia juu vitu zote mbaya, kuna kitu mzuri, of course wamekulea ama tu hata walikuzaa, of course. Nini unaweza kumbuka na wazazi wako walikufanyia inakuumanga hadi wa leo? Na kweli. Mimi kunazo. Hebu tuanze na wewe, unataka kufungua roho. Maadhe kunifichia sukari. Mimi acha nikwambia hadi wa leo. Niende huko maadhe nidigenywa duvia. Mimi sasa nikitafuta pesa yangu nikunywa duvia. Na hiyo time alikuwa ananifichia na kunywa na babangu. Ngoja wewe huko unaruhusiwa kunywa sukari? Si ni maadhe tu nini zake hapo. Unasema yeye hako anakuruhusu wewe kunywa sukari? Ananipimia mbaya time yenyewe ananipimia kijiko moja. Sasa mbona uninyime utamu? Mama Max hapo kufanya fiti. Hapo maadhe kufanya fiti. Mama Max hapo kufanya poa. Na mzae na mzae ashanipiga man. Na jamaa kai but msiniulize kwa nini huyo jamaa tulikuwa tunasoma naye class 8. Sasa hii big up bro, sasa ni pilot. Wa aviator ama mtu ana make sense hii. Unajua pia pilot ni pia aviator ni mapilot. Sasa ni pilot. Aliniona na 5 bob class. Kana kanunua mandazi. Burugu wetu kakula nazo. Nikamwambia kaenda kaambia babangu nilikuwa na pesa nikawanunulia mandazi kila mtu. Mzee akakumbuka alikuwa amepoteza 5 bob.
Man nilichapa dad hiyo kichapa haikuwa ya 5 bob. But hiyo wakati 5 bro ulikuwa na vita na mimi. Alikuwa tu na nini na mimi. ati bro. Hiyo vita yu nyuma hadi wa leo man. Alafu Njeri kinaambiwa kiokote majani ati tuchome mwizi. Njeri sana sister yako. Kinaambiwa tukienda. We. La. Akota majani zile tu unaona hizi banana leaves zimekauka. Njeri aliokota hizo. Hata ulikuwa uchomwe. Na nikafungwa. But daddy, hiyo kitu haikuwa hiyo vita haikuwa ya 5 bob. Hiyo punishment haikuwa inatoka 5 bob. 5 bob hiyo time si 5 bob lakini ule by mandazi ngapi na hiyo 5 bob? But unajua mzee alikuwa na nini ya nini? Alikuwa kwani alikuwa zanga kahawa ama majani? Zisuulize alikuwa anaitaka ya nini? Alikuwa anataka ya nini? Anunue rockets 2. Zile za kuvuta. Vitu za nini za kipofu. Unajua hizo vitu tulikuwa za kipofu by the way. Because unaweza kutia side yote. So usi lazima uangalie place yenye filter iko. Bora tu washe. But wait, sigara na mandazi nini ya maana? Ndio maana hiyo kitu yu niuma. Mandazi ni ya maana. Bro, si umekula tu mandazi hapa saa hii. Ni nini? Unaweza ni ya maana. Kwa mwili. Umekula mandazi nini? Usitukumbushe hapa umekula mandazi zote. Na ile time tulikuwa tuna set. Nikikukimbiza nikwambia harakisha nimeweza kuset. Ndo alikuwa chanza kukula hapa hivi. Junior amepiga. Okay, mi yangu nilipigangwa na mzae. Guy. Of course memory loss. Of course. Anyways, mimi ni mkoro wangu. Nasikia kukaziwa. Umetoka shule 5. Okay, umefika kwa nyumba umekunywa chai umeoka. Unaanza kufanya hapo. Mlikuwa mnaoga mkitoka shule? Bro, ulikuwa unasomea wapi? Okay, kaptable lazima juu ya vumbi. Okay, anyway. Alafu hakuna unaona ile ati Saturday kwenda kucheza na watoto nje. Kwanza hakuna. Madhi alikuwa ananikazia hizo. Alafu shinde na masocks kwa nyumba man. Nyinyi mlikuwa kafanyi. Wale ulikuwa risk. Ulikuwa ni kwa nyumba. Socks. Okay. Socks ilikuwa kuna occasion. Wait, first uko na mpaka socks zako nazo shule. Za kukaa kwa nyumba. Hakuna socks. Umetoza shule sasa? Nishaoga Guy. Hebu comment hapo kama ulikuwa unavalishwa socks ukaenda kwa nyumba. Socks nimeacha kuvaa nimemaliza. Ndio maana upendi kuvaa socks siku hizi. Wait. Hii mko na mchezo. Wow. Okay, wait, nyumba yetu kwanza ungekaa na socks wapi? Nyumba inafagiwa na jivu. Na maji. But I think sit kwa na tembelanga na slippers. But mimi niko na kaziwa like niko shindanga na TV tu. TV. Mlikuwa na TV? Si wali. Okay. Nyamko na TV. Okay, si tulikuwa nataka ilikuwa ya Haga. TV lakini sasa nilikuwa na kaziwa hiyo TV bado. Unajua TV kwetu imenunuliwa nikiwa college. Nikiwa Thika College actually. Thika campus. Ndio TV ile bayo kwenyu. Na ni mimi nilinunua na pesa ya madhi, that is of course. But ilikuwa 24 inch so nakatu simu though by then tulikuwa tunaona ikiwa big. By then ilikuwa big kwa ilikuwa after hiyo digital migration. Ukisoma mlikuwa na TV? Unajua Jimmy? Tulikuwa tunaenda kuacha reso kwao. Nungu inatulipisha. Jimmy. One thing naweza sema. Okay, niko na mbili but acha niseme moja. Ya kwanza mzae alikuwa like mimi alikuwa ananikataza kwenda hadi kucheza hata any day. Wacha weekends peke yake. Hata mimi hiyo ni obvious na mamangu. Hiyo na ilikuwa like kwanza hiyo time tulikuwa. Ati unless kama watoto wengine mnataka kucheza na wao, unless wao wenyewe wakuje kwenyu. Nini? Afadhali wao wanakuja kwenyu. Kwetu madhali alikuwa anasema ni sawa wakuje mchezee kwenyu, but usionekane ukienda nje. Mimi kwanza mzae saa hiyo tuli kwa GSU hii hapa also. Hata si huko hivyo kuna zile issue houses wao wanapewa. So tulikuwa na stay, unapata some kwa wengi. Some mlikuwa mnaishi kwa hizo tank. Wewe kana kwambia huko kuna tank. Zile nyumba zinakanga. Zile za tank, zinakuwa tank ya round. Zinakuwa tu drum. Si za round. GSU, sisi police. Police kwa police station ndo zinakuwa hizo za round za mabati. GSU kuna like nyumba, bana. Huko kuna hiyo ni estate bana. Huko kwa headquarters mostly huko ni estate. Ulikuwa rich kid pia? Rich kid. Unaishi nini GSU? Naishi GSU, huo ni askari. Sasa askari walikuwa wanalipwa ngapi? Hizo zilikuwa sasa si ulilelewa nazo. Machana saa hii. Walikuwa wanalipwa ngapi hiyo time? Machana saa hii wenye wanalipwa sasa hawalipi vizuri. Hiyo time je sasa. Kasa hivi bado wana nini? Nakumbuka wana sasa hapo like singeza kutoka
kulikuwa nini kwa hiyo hawenye iko mlango, kuna mlango iko ya kutoka nje ya nini kabisa, then sasa kuna hizo milango za huko ndani. Sasa singeweza kutoka kwa hiyo mlango hiyo kutoka nje, alikuwa ananiambia nisijaribu kupita hapo. Okay wait, mbona ulikuwa na kazi na mko kwa security? Saa hiyo amenikazia nisitoke hapo. Huko ndani hakuna kitu kingine unaweza fanya, huwezi watch TV. Why? Hataki watch. Wewe utaambiwa nini? Enda bedroom ukasome. Bro, tuma bedroom ukasome. But mzee wako pia hapo alikukazia mbaya. Hata hapo ndo nilianza. Yoni siko mbaya. Okay, mimi sitaki kumlaumu yeye, but hapo ndo nilianza kuchukia masomo honestly. Of course utaichukia tu. Utaichukia tu. Because I was like, me already nilikuwa najua mimi ni msem bright because hadi nilikuwa na passing. Then unaniforce hizi vitu na mimi bado nataka kwenda kucheza. I mean feeling by the ili ni drag behind kwa education mpaka nikachukia masomo kwanza. Nikasema hii kitu nalazimishwa kwani iko na nini? Acha kwanza ikae kana. Masomo si kila kitu. Yes, kwa walikuwa wanajua ngapi. Acha tuseme saa hii ingekuwa ni kuna swali tulilizangu tukiwa class 7 I think. Class 7 or 6. Tukaulizwa what would you like to be when you grow up? Nikaambia mwenda wazimu nataka kuwa driver. Kanipiga tu. Lakini pia wewe wewe pia wewe ulikuwa na mchezo. Masomo si ya kila mtu. Si hivyo. Hata angesema tu apelekwe driving school alafu. Sasa sikusema ni driver nini, labda ni wa hizi wheels. Hata kwetu terrorist. Bro, driver na terrorist. Plus pia brown. Wewe acha ujinga, kuenda. Plus pia terrorist pia atakaje ni brown skins. Tena una imagine amebeba AK. Abatie ufupi yake za msaidia Obedita kwa refu kumliko. Wewe na machine gun. Hebu imagine amebeba hizo mani. Zaribu hii shot. Zake anaweza zifunga zikiwa kani ni kaleso. Kama kangu. Asa umeenda tujama. So guys see you in the next one. Lakini mbona mtu anakasirika akiambiwa anaweza funga. Anaweza funga marisasi kama leso anakasirika kwa nini? Na mkitaka kumuona vizuri mwende mtafute TikTok DJ Max 254 hata YouTube. Na msubscribe. So anyway guys, thank you so much kwa nyimeza kwa sisi hadi the last minute. Asanteni sana. That was the very first episode of 2 DJs and 1 MC. Yeah, we shall hope to kupatia more and more content, more and more funny content. So subscribe. Kisha enda kwa DJ KVKV's YouTube channel, subscribe, listen to their mixes. Enda to DJ Max 254 YouTube channel, subscribe and listen to his mixes. Kuja ipande ya Jomina Production. Kuja pia watch podcast zingine huko na pia uweze kuona some other street content. Ama namna gani? Na mimi nataka anataka kunitext hapo. Hapana. No. Hakuna kupeana namba kwa hii podcast. Kwani umerudi? Hakuna kupeana namba, na nimesikia mambo ya namba. Kwani umerudi? Kisondo funga. Ndio tu makeup. Ebono jifungue hiyo leso nina. Kata hiyo kitu.